mwanamke asiyeswali anaziba riziki ndani ya nyumba. Mwanamke asiyeswali huleta malezi ya watoto yakawa magumu katika nyumba. Mwanamke asiyeswali huleta kiza cha matatizo katika nyumba. Mwanamke ni mwangaza na kufarafai ndani ya nyumba. Tunasema idha sallat almar'atu khamsa, akiswali zile swala zake 5. La pili, wasamat shahraha, akafunga Ramadhani yake. Kwa nini kutaja Ramadhani? Kwani hawafungi Ramadhani kina mama? Wanafunga, lakini zile siku alizowapunguzia Mwenyezi Mungu wasiswali ndio ile tuloambiwa kule. Wakiingia katika dharura zao na chakuleni kwanza mchana Ramadhani. Tena wale wasijiziwie. Mwanamke akiwa katika ada yake Ramadhani akajiziwia huwa anapata dhambi. Ni wajibu ale. Zile siku anazokula atazilipa, na hakuna kazi ngumu kama kulipa Ramadhani. Kufunga Ramadhani nje ya Ramadhani ni jambo gumu sana. Hii akapewa mwanamke akipita na ile masiku ayalipe. Akifanya hivi huyu amefanya jambo la pili katika mambo yake mali. La tatu, hafidhat farjaha, mwanamke akajihifadhi. Wanasema kuchepuka mpaka kusikiza akawa hachepuka, akakaa lugha ya kijini, anabaki chia kuu yeye na mume wake na yeye. Na hili la tatu katika mambo yake mali. Na la mwisho salatu msaha wa ata'at zawjaha, hili la 4 ambalo kwamba ndio ile mambo yote. Wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Hapa kuna nukta kubwa sana tuitie alama. Angalia jambo la kwanza ni la faradhi, ni nguzo katika Uislamu kuswali. Jambo la pili ni nguzo katika Uislamu kufunga. Jambo la tatu ni wajibu katika Uislamu kujikinga na zina. Na jambo la 4 ni wajibu katika dini kumtii mume. Ndio ile wakali binasa bikulukin hasani. Mwanamke ni wajibu amtii mume. Malumbano ndani ya nyumba huondosha zile rufi zote zikabaki ile Salatu Mtume. Hakuna mfadhili wa mke zaidi ya mwanamume. Na mtu yote kimaumbile huwa anamheshimu mfadhili wake. Akafanya moja tu. Mimi bwana huyu ananifadhili kusoma, unamfanyaje wewe? Unamheshimu. Alipokuwa Mwenyezi Mungu amempa mume ndio mfadhili wa maisha jumla ya mke, ndio maana ikawa ni wajibu kumtia mtii